إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع. إخوة الإيمان، أما بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، vile vile kumtakia sala na salamu kipenzi Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na yusia nafsi yangu na nafsi zenu katika kitendo cha kumcha Allah jalla fi'ala, katika maudhui ambayo kwamba niliweza kuiandaa na kuiandika na kuipitia juu ya kuzungumzia katika Ijumaa hii na katika mimbar ya msikiti kama huu mtukufu. Maudhui yetu ikhwatal iman, tutakumbushana nafsi zetu juu ya kuyajua maisha ya kaburini, au ni yapi maisha ya kaburini. Je, mwanadamu baada ya kufa kwake kunao maisha mengine? Naomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa mada kama hii aniwezeshe mimi na nyinyi tuwe ni wenye kufaidika kwa haya. Amara Allahu ibadahu an yatamassaku bilislam. Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza ametuamrisha sisi kushikamana na Uislamu kisawasawa. Wa ya'khudhu bi jami'i shara'ihi, na Allah ametuamrisha sisi twende na zile sheria zote ambazo kwamba alizotuamrisha. Wala budda lilislami min al-imani an yusaddiqahu, na hakuna budi kwa Muislamu imani kusadikisha. Wa min arkani al-imani sita, na katika zile nguzo sita za iman, al-imanu bil yawmil akhir, ni kuamini katika siku ya mwisho, kwamba Muislamu ni lazima aamini kwamba iko siku ya mwisho. Wa awwalu marahil intiqali li hadha ad-dar, ndugu zangu Waislamu, mwanzo wa awamu ya kuondoka mwanadamu katika hii dunia, hudhurul ajal, ni kufikwa na kifo. Fatanzilu ila almu'min malaikatun minas samai, mu'min atateremkiwa pale kifo kinapomfika na malaika kutoka mbinguni. Malaika kama huyu akiwa na uso mweupe, kaanna wujuhahum shams. Mtume anasema malaika kama huyu uso wake utang'ara kana kwamba ni jua. Maahum kafanun min akfanil janna, lakini malaika huyu atashuka na kitambara
kutokamana na kitambara cha peponi. Wa hanutun ay tayyibin min hanutil janna, na malaika huyu atateremka na mafuta mazuri ambayo kwamba yanautoka katika pepo. Hatta yajlisu minhu madda albasar, mpaka akae karibu na yule mgonjwa ama yule ambaye kwamba anayetaka kutolewa roho. Thumma yaji'u almalaku almauti, kisha pale pale atakuja malaika sasa wa kutoa roho. Hatta yajlisa inda ra'sihi, naye atakaa pembezoni mwake. Fayaqulu, yule malaika wa kutoa roho atasema, ayyatuha nafsu tayyiba, ewe nafsi mzuri, ewe uliofanya mazuri katika hii dunia, ukhriji ila maghfiratan min Allahi wa ridwan, toka katika msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakhruju tasilu kama tasilu alqitratu min fi siqa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mu'min anapotolewa roho na ndiyo maisha yake ya kaburi yanaanza, anasema roho yake itatolewa polepole kama vile tone linavyotoka katika mfereji. Mu'min ndiyo atakavyostarehe anapotolewa roho yake. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa amma al-kafir, ama yule kafiri atajiwa na malaika ambaye kwamba ni mweusi. Wa ma'ahumul musuhu, pamoja naye akiwa na kitambaa. Wa huwa suful khashan, lakini akiwa na kitambara ambacho kwamba kinachowasha ajabu. Fayajlisu minhu almadda albasar, atakaa pembezoni mwake. Thumma yaji'u malakul mauti, kisha atakuja sasa malaika wa kutoa roho. Hatta yajlisa inda ra'sihi, mpaka akai pembezoni mwa yule ambaye kwamba ni kafiri ama ni munafiq. Fayaqulu, malakul mauti atamwambia, wewe uliofanya maovu, ayyatuha nafsul khabita, ewe nafsi mbaya, ewe nafsi ambaye kwamba ulimwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ukhriji ila sakhatin min Allahi wa ghadhabin, na kuamuru utoke kwa hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Wajua ikhwatal iman, ni jinsi gani huyu muovu roho yake itakavyotolewa. Tumeona mu'min kwamba roho yake itatolewa mfano wa lile tone linavyoanguka la maji kwenye mfereji, kwa upole na utaratibu. Sasa sikiza huyu kafir, huyu muovu, huyu ambaye kwamba ni tariku sala, huyu ambaye kwamba amemuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, mauti anapomfikia. Fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufudu wa huwa hadidatun biha sha'bun. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, roho ya kafiri ama mbaya ama muovu itatoka kama vile mishikaki inavyotolewa katika chuma chake, kwamba mishikaki sasa imechomwa, imeiva, mtu anataka kula, anavyoitoa katika kile chuma, ndiyo kafiri namna atakavyotolewa ile roho yake. Subhanallah. Ikhwatal iman, fanya mazuri kabla hujatolewa roho yako namna hii. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa idha naza'a malakul mauti ar-ruha min al-badan, malaika wa kutoa roho atakapoitoa roho yako katika kiwiliwili chako, fal'abdul mu'min yastarih, wallahi yule aliyofanya mazuri mu'min katika ulimwengu kama huu, yastarihu min nasabi dunya, atapumzika kutokamana na shida na balaa na maradhi ya duniani, kila aina ya dhiki. Mu'min akitolewa roho atapumzika. Asema wa adaha ila rahmatillah, na ataenda katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abdul fajir, na yule muovu atakapotolewa roho, yastarihu min'ul ibad, kinyume chake yule muovu sasa waja ndio wanapumzika wao. Wal bilad, na miji pia inapumzika na yule muovu akitolewa roho. Washajar, na hata mpaka miti, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mpaka miti pia itapumzika na wewe muovu. Wadhawab, na hata wanyama pia watapumzika na wewe. Ayuha nasu ibadallah, hii ni kwamba mu'min sasa ametolewa roho ama yule muovu ametolewa roho.
thumma yarhilu ila hayatin ukhra. Hapo sasa maisha mengine ndiyo yaanza sasa. Na waomba ndugu yangu Muislamu, tafakari sasa kwamba wewe ndiyo watolewa roho. Sasa maisha mengine ndugu zangu Waislamu yanaanza. Atwalu min hayatihi dunya, wallahi maisha hayo ya kaburini ni marefu kushinda haya ya duniani. Wa hiya hayatul barzakh baina ad-dunya wa qiyam as-sa'a. Walqabru awwalu manzilun min manazil al-akhirah, kaburi ndiyo makazi ya kwanza katika makazi ya akhira. Fa idha wudi'a al-maytu fihi, wallahi maiti atakapolazwa katika lile kaburi na akafukiwa ule mchanga wake, sami'a qar'a ni'ali ashabihi idha nsarafu anhu, huwa yuwasikia vile viatu vinavyoondoka. Huyu asema hiki kishindo, hivi viatu mva ndugu yangu, hii sauti ya viatu hii itakuwa ni rafiki yangu, huyo niacha. Na hivi ndivyo hali inavyokuwa. Wale tuliowazika na mimi ukinizika na wewe nikikuzika, utasikia sauti hii kwamba watu sasa wanakuacha peke yako kaburini. Thumma yuftanu fi qabrihi fitnatan adhima, haitopotea hata sekunde moja baada ya kusikia ile sauti na vishindo vya viatu, watateremka mabwana wakubwa malaika pale pale, watakuja watakuuliza maswali matatu. Anasema la yujibu alaiha illa alqillata minan nas, wallahi maswali haya matatu hayatoweza kujibiwa isipokuwa ni watu wachache peke yao. Ataulizwa ni nani Mola wako, ataulizwa vile vile ni ipi dini yako, wewe ulikuwa na dini gani, na vile vile ataulizwa ni nani mtume wako. Atakapojibu mtu kama huyu kwamba Allah ndiyo Mola wake na dini yake ni Uislamu na mtume wake ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, malaika kama wale wanamwambia, fayuqalu lahu undhur ila maq'adika minan nar abdalaka Allahu bihi maq'adan minal janna. Malaika wanamwambia, hongera ndugu yangu, tizama yale makazi yako ya motoni Allah ameyabadilisha na yamekuwa makazi ya peponi. Fayarahuma jami'an, pale pale ukianza kuwekwa kaburini baada ya maswali, Allah anasema kumwambia mtume, waambie kwamba wataanza kuona maisha yao ya akhira yako vipi. Ikiwa wewe ni mtu wa starehe utaona, na ikiwa ni mtu wa adhabu utayaona. Ndugu zangu wa Muislamu, huyu ni muumini. Wa amma al-kafir au al-munafiq, ama yule muovu na kafiri, atakapoulizwa maswali haya matatu, fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas, wallahi mimi sijui nijibu nini, mimi nasikia watu wakisema Mola wangu ni Allah, lakini sikuwa nafanyia kazi, nasikia tu. Fayuqalu, ataambiwa la daraita wala alimta, wewe hukutambua na hukujua. Malaika watamuuliza, fayuqalu la daraita alhaq, yani wewe haki hukuijua, yani madai wote mitume wote tuliowaleta wewe hukuijua hii haki. Wala qara'ata alquran, wala wewe hukusoma Qur'an. Malaika watakasirika sana kwa yule mnafiki na muovu. Pale pale bila kuchelewa na hasira zao, malaika thumma yadhribu bimitrifatin min hadidi darbatan baina udhnay, pale pale watachukua nyundo la chuma watampiga katikati ya masikio yake pale pale. Fayasihu sayhatan, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu kama huyu muovu na kafiri itasikika sauti yake, atapiga kelele ya ajabu sana. Yasma'uha man yalihi illa thaqalain, kile kilichomzunguka wote watamsikia isipokuwa majini na mabinadamu ndio hawatomsikia. Wale kule ikiwa ni waovu wanapigwa na rungu ambalo kwamba sauti watakaoitoa, kile ambacho kwamba kilichowazunguka ni wanyama wote wanasikia ile sauti ya yule maiti isipokuwa sisi. Ayuha nasu ibadallah, na tujue kwamba baada ya hapo imma inakuwa ni neema ama inakuwa ni adhabu. Wan-naimu wal-adhabu bir-ruhi wal-jasad, tujue kwamba zile neema na adhabu zitakuwa kweli kama vile sisi ambavyo kwamba tulivyokuwa hai, bimaana roho zetu zitarudishwa katika maisha ya kaburini.
Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh al-Islam, al-adhabu wan-na'imu 'ala an-nafs wal-badan jami'an biittifaqi ahli sunnah wal jamaa, kwamba sisi kuadhibiwa na kupatwa starehe katika kaburi, hiko ni kitu ambacho kwamba kiko maulama wa ahli sunna wal jamaa wamekubaliana. Ikhwatal iman, wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yata'awadhu billahi min adhabil qabr dhubura kulli salah, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kila baada ya kumaliza sala yake alikuwa akijilinda, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na adhabu kali ya kaburi. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir, mmoja wenu anapomaliza at-tashahhud al-akhir, falyata'awadhu min arba'a, basi ajilinde kutokamana na mambo manne. La kwanza, min adhabi jahannam, amwombe Allah amweke kando na adhabu ya jahannam. La pili, wa min adhabi al-qabri, amwombe Allah amweke kando na adhabu ya qabri. Ya tatu, wa min fitnati al-mahya wal mamat, na amweke kando kutokamana na fitna ya uhai na kifo. Na ya nne, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal, na vile vile amweke kando kutokamana na shari ya masih ad-dajjal. Ikhwata al-iman, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alikuwa akiwahimiza masahaba juu ya dua hii kila baada ya kumaliza swala yao, wasiwache, umombe Allah mweke kando mja kutokamana na adhabu ya kabri. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yuallimuhum hadha ad-du'a, alikuwa akiwafundisha hii ni dua, kama yuallimuhum suratan min al-Qur'an, alikuwa akiwaamrisha na kuwafundisha kama vile anavyowafundisha sura inapoteremka katika Qur'an. Ayuhal muslimun ibadallah, enyi ndugu zangu waislamu wapenzi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, falquburu wa'adat falam tatruk liwa'din maqala, wallahi mawaidha kaburi ni mawaidha ya kutosha, haihitaji mtu yoyote kuzungumza kuhusu kaburi. Kaburi ni mawaidha ya kutosha ndugu zangu waislamu. Kana Uthman radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, sahaba kama huyu, idha waqafa ala qabrin, alikuwa akisimama katika kaburi hawezi kuvumilia, kana yabqi au baqa hatta yabulla lihiyatahu, alikuwa akilia Uthman mpaka ndevu zake zikijaa machozi akiliona tu kaburi, ama akisimama katika kaburi, basi Uthman huwa anashindwa kujizuia akilia, anajua ile safari ni mzito sana. Ikhwata al-iman, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba waqama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khatiban fadhakarahu fitnat al-qabri, siku moja alisimama akiwa ni khatibu anawahutubia masahaba, akaanza kueleza adhabu zinazopatikana katika kabri, allati yuftatinu fiha al-mar'u, ambayo kwamba mu'min atakwenda kupatikana na adhabu kama hizo. Masahaba falamma dhakara dhalika, masahaba waliposikia maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, dhajja almuslimuna dhajjatan ay min albuka, waislamu waliangua kilio ambacho kwamba hakijawahi kusikiwa ndani ya Madina, walilia ajabu sana walipoambiwa maisha ya kaburini yako hivi. Ikhwata al-iman, niwaambie na kuwakumbusha kwamba moja sababu ya kuepukana na adhabu hizi za kaburi, ndugu zangu waislamu, ni tauhid. Muislamu asibabaike na huu ulimwengu, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na msimamo, usibabaike, usiende kutafuta waganga, usiende kufanya ushirikina. Wallahi wataka kuepukana na adhabu hii ya kaburi, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha uqida mu'minun fi qabrihi, mu'min atakapoingizwa katika kaburi kisha akaulizwa kwamba Mola wako wewe ni nani, na akasema kwamba mimi Mola wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala,
basi Allah subhanahu wa ta'ala huamrisha malaika na kuambia kama vile alivyosema katika Qur'an, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah anakupa uwezo wewe wa kujibu, na Allah anakuondoshea mabaya na adhabu katika kabri. Ikhwatal iman, jambo lingine, ikiwa wewe unataka kuepukana na adhabu na mateso ya kaburi, al-amalu salih, usidharau amali yoyote nzuri. Kitu chochote kizuri usidharau, hata kule kumpatia mwenzako furaha, tabassam, ukamfanya mwenzako amekasirika tokea asubuhi, lakini ukaja ukamfanya kwamba ametabasam akacheka, ikawa sababu ni wewe, basi lile ni jambo zuri, usidharau. Una uwezo kumsaidia mwenzako, msaidie. Una uwezo kumpatia maneno mazuri mwenzako, mueleze. Hii huenda ikawa ni sababu ya wewe kuepukana na adhabu ya kaburi. Wal amalu salih mu'nisun min adhabi al-qabri, ni sababu ya wewe kuepukana na adhabu ya kaburi. Qala sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha wudhi'a al-mu'minu fi qabrihi, mu'min atakapozikwa, atakapoingizwa katika kaburi lake, yaatihi rajulun hasanul wajhi, anamjia mtu ambaye kwamba uso wake ni mzuri, hasanu thiyab, nguo zake ni mzuri, tayyibur rih, ananukia manukato mazuri. Fayaqulu, mtu kama huyu anasema, abshir billadhi yasurruk, anampatia bishara yule maiti kwa kumwambia kwamba kuwa na bishara njema. Hadha yawmaka alladhi kunta tu'ad, hii ndiyo ile siku ambayo kwamba ulioahidiwa. Fayaqulu lahu man ant, yule maiti atamuuliza malaika kama yule, man anta, wewe ni nani? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bilkhair, wewe uso wako ni kana kwamba uso unaokuja na khairi. Man anta, wewe ni nani? Fayaqulu, yule malaika atamwambia yule aliyofanya mazuri, yule aliyomsaidia muislamu mwenzake, waweza kumuongoza ukamwambia, kutokamana na ugonjwa wako huu tumia chakula hiki na hiki, hiki kingine hakikufai. Hapo umefanya jambo zuri ndugu yangu Muislamu. Usifiche elimu yako, wajua kitu katika dini itoe, wajua kitu katika dunia pia wahitajika, msaidie muislamu mwenzako. Hiyo ni amali nzuri na huenda ikakusaidia wewe katika kaburi. Yule malaika alipoulizwa man ant, wewe ni nani? Fayakulu, akasema ndani ya kaburi, ana amaluka salih, mimi ni yale matendo mazuri nilikuwa nikiyafanya katika dunia. Ikhwatal iman, namalizia khutba yangu kwa kuambia ibadallah, al-umru qasirun, huu umri wetu sisi tunavyoishi hapa, tujue na tuzinduke, al-umru qasir, umri wetu ni mfupi sana, tusidanganyike. Usisikie mtu akikwambia amefikisha miaka 110 ana birthday yake, mtu ana miaka 80 90 asherekea birthday yake. Al-umru qasirun, tusidanganyike ndugu yangu Muislamu, tufanye mazuri. Umri sasa hivi utatukatikia, hatujui ni lini. Al-umru qasirun, umri ni mfupi. Si mfupi peke yake, wa mururuhu sari', lakini hatari kubwa kwamba ule umri ni mfupi, wa mururuhu sari', lakini unakwenda haraka sana. Ajabu, umri kama huu unakwenda haraka. Wa dunya ta'khudhu bil 'abdi ila ghaflatin, na hii dunia inatudanganya sisi, inatufanya sisi tumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Niwahusia na kuambia ndugu zangu Waislamu, walquburu tudhakiru bil akhirah, lakini haya makaburi itakuwa ni sababu ya sisi kutukumbusha akhira. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, zuru alqubura tudhakiru almaut, yatembeleeni, fanyeni ziara haya makaburi, yatawakumbusha nyinyi akhira. Leo sisi tulipowazika kati yetu sisi, au wengi kati yetu sisi, hatujui makaburi ya wazazi wetu yako wapi. Hii ni hasara. Sisi tutarajia kwamba tufanye mazuri, kwamba tuwe ni watu wema, wakati sisi tumeyasahau yale makaburi. Mtume anasema mkiazuru yale makaburi, basi ni sababu ya nyinyi kukumbuka akhira. Wallahi sisi mpaka kwenda makaburini, pengine rafiki yangu amefiliwa ndio mimi niende kule makaburini, tena dakika za kuhesabu nitoke. Leo wale wanahitaji dua zetu.
Leo wale wanahitaji sisi tukawatembelee. Mtume anasema tukifanya hivi basi ni sababu ya sisi kuepukana kutokamana na adhabu ya akhira. Ikhwata al-iman, fal-aqil yatazawwadu min as-salihat. Sasa baada ya kusikia haya yote, yule mwerevu anaandaa safari yake kwa kufanya mazuri. Anaanza safari yake sasa, ajua kwamba kesho kuna kaburi, basi waanza hivi leo. Baada ya kusikia haya, yule mwenye akili anaanza kuiandaa safari yake kwa kufanya mazuri kabla rahil, kabla ya kuondoka kwake katika dunia kama hii. Ikhwatal iman, fa wa'dullahi haqqun, wallahi ahadi ya Allah iko pale pale. Ahadi ya Allah ni ya kweli, kila mmoja ataondoka. Ahadi ya Allah ni ya kweli. Wal ajalu qadimun, na kila mtu ajali yake, kifo chake kishaandikwa. Si jambo la kwamba hili lina ikhtilafu, kwamba hili jambo liko ama hakuna. Wallahi wal ajalu qadimun, kifo kila mmoja ataondoka hapa. Wewe uloka hapa na utakayenisikiza ujue kwamba utaondoka katika ulimwengu kama huu. Wal hayatu wa in talat fala manasa min alqabr, wallahi hata haya maisha yakiwa ni marefu kwetu, hakuna budi isipokuwa siku moja mimi na nyinyi tutaingia katika kaburi. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshe adhabu za kabri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جن والإنس، فقال تعالى مخبرا وآمرا وتشريفا لقدر المصطفى تعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الحبيب المصطفى فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد خير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين، خصوصا منهم بالأسر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى بقية عشرة بكرام بررة رضوان الله تعالى عليهم إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأحسن منقلبنا وأيدنا بروح منك ووفقنا لما تحبه وترضاه وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. اللهم اكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا الفانية وارفع منازلنا في جنة عالية قطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الباقية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اغفر من بنى هذا البيت، اللهم اغفر من بنى هذا البيت، اللهم اغفر من بنى هذا البيت، ولمن عامر فيه، ولمن ساهم فيه، ولمن ساهم فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه على نعمه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.